Karibu tuyazungumze ya kimichezo mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania. Nikukaribisha kwamba kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi nikwambie tu kwamba umekwisha kupitwa na taarifa nyingi, lakini nikuondoe hofu kwa sababu ndo umefika katika nyumba ya burudani. Kuna kwa habari zote za michezo utazipata hapa HNT Media. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video. Kwa kufanya hivyo kuna kufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu endapo tu utairuhusu alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Bana, sakata la dabi ya Kariakoo Simba na Yanga bado linaendelea kuzua sura mpya siku hadi siku, na sisi tumejikita katika kukuletea taarifa zote kila zinazoendelea kwa hapa kunako anga la michezo kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea. Bana, katika siku za hivi karibuni tumeona mvutano wa kila mtu akizungumza lake kuhusiana na hili ambalo linaendelea la dabi ya Kariakoo kuahirishwa, mechi ambayo ilitajwa kuchezwa Machi 8. Ukiangalia mpaka sasa ni takribani wiki ya pili sasa, fukuto bado linazidi kuwa kubwa. Nani kali koroga na nani atarinywa? Basi ni kusihi kwamba endelea kubaki nasi, tutakupa taarifa zote tumeshakuandalia hapa HNT Media. Unaambiwa rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said yupo zake Hispania, ambako amekwenda katika kuhudhuria kikao cha umoja wa vilabu Ulaya. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo tamani kuipata si kwingine kote ni hapa HNT Media, ambao tunakuletea taarifa hii. Bana, unaambiwa Engineer Hersi Said yupo zake Hispania, katika mji wa Madrid, ambapo amekwenda kuhudhuria kikao cha umoja wa vilabu Ulaya, ambako alipata mwaliko kutoka kwa mwenyekiti wa umoja huo ambaye ni rais wa klabu ya PSG, ambaye pia tumeona huu umekuwa sasa ni mwaliko wake wa pili kwa Engineer Hersi Said kualikwa na rafiki yake huyu ambaye wamekuwa wakikutana katika masuala ya soka bara Afrika na nje ya bara la Afrika. Unaambiwa moja kati ya kazi kubwa ambayo amekwenda kuifanya Engineer Hersi Said ni kuhakikisha kwamba anajifunza katika kuendesha umoja wa vilabu bara Afrika. Ikumbuke kwamba licha ya kuwa ni rais wa klabu ya Young Africans, lakini pia Engineer Hersi Said ni mwenyekiti wa vilabu bara Afrika, na si hivyo tu, pia ni mjumbe kamati kuu ya CAF. Lakini si hivyo tu, bwana huyu ni mjumbe katika kamati ya mashindano ya CAF. Unaona kabisa Engineer Hersi Said ni kijana mdogo ambaye ana brain ya football kwa nyadhifa ambazo yuko nazo katika swala zima la soka hapa Afrika. Bwana huyu ameweza kwenda kujifunza kitu kimoja katika kuhakikisha anaibua soka la vijana kwa upande wa wanawake na soka la wanaume vijana chini ya umri, ambao huko wao walikuwa wamekwenda kufanya kikao na tathmini ya ishu hiyo, ambayo unaambiwa kwamba wameshakwisha kukamilisha, na mkufunzi wa kozi hiyo alikuwa ni Arsene Wenger, ambaye amekwisha kutamatisha sasa kozi yake, na leo ilikuwa ni tathmini ya juu ya kile kitu ambacho wamekianzisha juu ya kuibua vipaji kwa vijana na soka la wanawake. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa na watu wenye brain ya football ni pamoja na mwamba huyu hapa Engineer Hersi Said, ambaye si kawaida kwa kiongozi angeweza kutoka hapa kuacha majukumu yake na kwenda kuangalia ni vipi watu wamefanya kozi, nini kimefanyika na vipi wanaongoza wanafanya vikao vyao vya umoja wa vilabu barani Ulaya. Ukiona hivyo unaona kabisa kwamba ni moja kati ya
issue kubwa ambayo Engineer Said ameiona na ameweza kwenda kujifunza huko. Unaambiwa kwamba umoja wa vilabu Ulaya una wanachama takribani 740 ukilinganisha na kwa hapa Afrika. Unaona kabisa kwamba Ulaya wamepiga hatua kwa kuwa na wanachama wengi zaidi ya hapa barani Afrika. Engineer Said kuwepo huko pia kutampa faida ya kukutana na viongozi tofauti wanaosimamia masuala ya haki za michezo, lakini pia viongozi ambao wanasimamia masuala ya football, ikiwepo pia katika mkutano huo kuna wawakilishi kutoka FIFA wapo katika mkutano huo. Kwa hiyo pia ni moja kati ya opportunity ambayo ataitumia Engineer Said kukutana na viongozi hao. Ikumbuke kwamba pia kwa sasa katika timu yake ambayo anaiongoza Engineer Said, tunaizungumzia klabu ya Young Africans, bado wana lile sakata lao na vuta ni kuvute kuhusiana na bodi ya ligi pamoja na TFF. Young Africans wakihitaji alama 3 katika kuahirishwa kwa mchezo pasina sababu maalum, bila kufuata kanuni na sheria ambazo wamejiwekea, na pia sheria ambazo zinaelekeza kutoka FIFA. Lakini pia kabla ya hili tuliona Engineer Said alikuwepo nchini Misri, ambako pia aliweza kukutana na rais wa CAF bwana Patrice Motsepe, na wakajaribu kuzungumza mambo mengi katika hafla ambayo ilifanyika hapo nchini Misri katika kusaini mkataba wa mashirikiano kati ya hizi pande mbili, ACA African Club Association pamoja na CAF, ambao walitia saini ya mkataba wa kushirikiana katika kazi ambazo wanazifanya. Na moja kati ya kazi ambazo waliweza kuwekeana majukumu ni pamoja na kuibua vipaji vya soka la wanawake pamoja na vijana chini ya umri. Lakini pia ndo hiyo issue ambayo imemfanya rais Engineer Hersi kusafiri kutoka Tanzania mpaka Hispania katika kuhakikisha anafuatilia issue hiyo. Unaona kabisa kwamba ni moja kati ya majukumu makubwa ambayo Engineer Said anayakamilisha kupitia cheo chake, na kitu ambacho anakifanya ni kwa ajili ya maendeleo ya soka la Afrika, lakini si kwa ajili ya klabu husika. Unaona kabisa kwamba Engineer Said amekuwa na bahati ya kukutana na viongozi wakubwa wanaosimamia masuala ya soka duniani na katika mabara tofauti. Unaambiwa kwamba pia mkutano huo ambao amehudhuria Engineer Said umewakutanisha na viongozi tofauti kutoka katika mashirikisho tofauti barani duniani kote, na katika mabara tofauti ambayo yametoa wawakilishi kuingia katika hicho kikao ambacho kimefanyika Hispania katika mji wa Madrid. Ikumbuke kwamba kuna baadhi ya posti pia Engineer Said ameweza kuziposti akiwa katika uwanja wa Madrid, ambako kikao hicho kilifanyika huko katika huo mji wa Madrid huko nchini Uhispania. Bana, sakata la dabi ya Kariakoo bado linazidi kuzua sura mpya siku hadi siku. Unaambiwa kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgoto amekwisha kuwaomba, amewapigia magoti Young Africans na kuwaomba warejee katika meza ya mazungumzo ili waweze kuzungumza na kuzimaliza tofauti zao. Mambo yanazidi kuwa mengi. Unaambiwa kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgoto bwana amejisalimisha kuna mikono ya Young Africans na kuwataka wasiende kasi, badala yake warudi wayajenge katika meza ya makubaliano kwa kutumia hekima na busara. Lakini unaambiwa Young Africans mpaka sasa hawajajibu kitu chochote kutokana na hiki ambacho Steven Mgoto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi amewaomba Young Africans. Lakini si hivyo tu bwana, Steven Mgoto ameweza kuweka wazi issue ambazo hazikufuata kanuni kwa upande wa Young Africans, ambao kwa sasa wanaitaka kanuni, na ameweka wazi juu ya masuala ambayo aliwapitisha Young Africans wangeshuka daraja na wangeondolewa katika ligi.